sisi wote, nimesikia yale viongozi hapa wamesema kuhusu mambo ya kubadilishwa kwa katiba kupitia mambo ya BBI. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta ni mtu nimemjua kwa zaidi ya miaka 20, na ni mtu kiongozi ambaye anasikiza na anaheshimu maoni ya viongozi wenzake, na vile vile zaidi anaheshimu kanisa. Na sababu hiyo mimi nataka niwahakikishie yale mambo mengi yamesemwa kwa mambo ya BBI. Viongozi wa wafugaji wamesema mambo yao, viongozi wa wakulima wamesema mambo yao, serikali za kaunti wametoa mapendekezo, bunge za kaunti wametoa mapendekezo, viongozi wa dini wametoa mapendekezo, bunge la kitaifa limetoa mapendekezo, bunge la Senate wametoa mapendekezo. Haya mapendekezo yote yaliyotolewa na stakeholders hawa wote, kwa sababu namjua rais kwamba ni mtu wa kusikia, na sisi kama serikali ya Jubilee tunatambua mambo ya wananchi na zaidi tunaheshimu kanisa. Haya mambo yote tutayachukulia, kwa sababu hata wakati rais alisema jana, alitambua ya kwamba kuna mjadala mkubwa kwa mambo ya BBI, na kati ya hiyo mjadala ni maoni ya stakeholders wengi. Niko na imani ya kwamba haya maoni yote tutayakusanya na tutahakikisha ya kwamba maoni ya kila mtu ni ya muhimu na lazima ichukuliwe vile wametoa maoni haya. Yale mnasikia kutoka viongozi wengine pia ni maoni yao, na mimi nataka niwaulize viongozi wengine wote, kwa sababu Kenya hii ni Kenya yetu sisi wote. Tuheshimu maoni ya kila mtu na tusiyachukulie kwa njia ya kudharau watu wengine ama maoni ya watu wengine, na tusilazimishe maoni ya viongozi wa upande mmoja. Tunataka kuelewana kama Kenya, kwa sababu kama mpango huu ni wa building bridges, kujenga madaraja, iwe ni kweli tunajenga madaraja kwa kusikiza maoni ya kila mtu na kuweka maanani maoni ya kila mtu. Mimi nataka niwahakikishie tutatembea barabara hiyo, kwa sababu barabara hiyo ndio itatufikisha sisi wote tukiwa wa Kenya. Na waomba wale wanataka kulazimisha na kusema ya kwamba wale ambao wako na maoni katika hii mambo ya BBI waende wapinge kama wako na maoni tofauti. Mimi nataka niwaulize tafadhali, hakuna haja ya kuwagawanya Wakenya ati wa kuunga na wa kupinga. Tunaweza kusikilizana na kuelewana na tunaweza kutembea pamoja. Na kwa sababu hiyo hakuna haja ya kulazimishana, na hakuna haja ya kiburi, na hakuna haja ya kudharau maoni ya watu wengine, maoni ya wafugaji, maoni ya wakulima, maoni ya bunge, maoni ya county governments, maoni ya kanisa. Haitakuwa vizuri kama
onyesha madharau kwa maoni ya stakeholders hawa wote. In any case, sisi wote ni wa Kenya na inafaa tutembee pamoja. And therefore, I want to ask all those we are all engaged in this BBI process. As the President said yesterday, there is a big debate on the BBI process, and many stakeholders have given their views. The pastoralist members of parliament have given their views. The farmers members of parliament have given their views. County governments have given their views. County assemblies have given their views. National Assembly has given their views. The Senate has given views, and the church have given views. All these views are important, and it is necessary for us to harmonize through consensus all these views so that we can all move together. I hear those who are saying we've had 2 years and there is no more time for views. And they are saying that why are people giving views now? Why are all these stakeholders giving views now when we had a whole 2 years? But that question can also be asked in reverse. How did we end up with a document that has so many gaps after a whole 2 years, that so many people have issues with it? The church has issues with it, parliament has issues with it, pastoralists have issues with it, women have very serious issues with it, persons with disabilities have many issues with it. How did we end up with a document with so many issues after a whole 2 years? That is the question that needs to be asked. So as you ask why people are giving views now, you should ask yourselves why we have a document that has so many gaps and so many people have issues with it. And therein you will find the solution that the only way out left is for us to sit down in a consensus manner so that we can harmonize these issues and take the country forward. Lastly, I want to ask all Kenyans that we should refuse to be divided. I want to ask Kenyans that we should resist the division that is being forced on us, that there must be those who support and there must be those who oppose. There are people who want to push us to a divisive referendum for their own selfish reasons. They are not interested in the unity of the country. They are not even interested in the constitutional process. They are interested in a political scheme to divide the country for purposes of 2022, and we must refuse. Kwa sababu ukiona hii inasukumwa sana ati lazima kuwe hakuna mazungumzo, maoni ya kanisa sio ya maana, maoni ya bunge sio ya maana, maoni ya kina mama sio ya maana, wanatuambia maoni eti ya persons with disability haina maana, ni kwa sababu kuna watu wanataka kusukuma referendum yenye iko na watu wa kupinga na kuunga, ndio tuwe na mgawanyiko, ndio watumie hiyo mgawanyiko kutupeleka katika siasa ya migawanyiko kule 2022. Na hiyo kama Wakenya tukatai. Inawezekana tuketi chini, tukubaliane, tutembee pamoja, hakuna haja ya mgawanyiko.